Yes, Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Na kwa majina anaitwa Sospita Japhet Ndabaha. Natamani niseme na wewe kwa habari ya jambo moja very critical. Na hilo ni kwa habari ya unawezaje kutambua ukubwa wa maono ulionayo, kwa sababu huwezi kufika mahali ambapo hujapaona mwanzo. Biblia inasema Mungu anautangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo kile ulichokiona tangu mwanzo ndio kile ambacho Mungu anatarajia ukipate kwenye safari yako mpaka kwenye hatima yako. Kwa hiyo ukiweza kucapture ile picha ambayo Mungu anayo kwa habari ya maisha yako, hapo ndo tunayaita nini? Maono. So unawezaje ukajua ya kwamba maono ulionayo ni makubwa ama ni madogo? Maono lazima yakeri sifa ambayo nitaweza kuonyesha very critical. Maono makubwa sio ya kufanya mambo makubwa, lakini yana involve hii sifa mbele kidogo. Soma kitabu cha Habakuki sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 14. Tunaona anasema huyu ni Habakuki, anasema nitasimama nione Bwana atakaloniambia. Mstari wa 2, Bwana akanijibu akasema, iandike njozi kwa ifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi bado ni kwa wakati ulioamriwa, itafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Kinachozungumzwa hapa ni kwa habari ya vision. So unapoona vitu havitokei, ujue uwe na uhakika haujapambanua aina ya maono, haujapambanua sifa ya maono, haujajipambanua kwenye eneo unataka nini, what do you need as the end product. Ukishajua aina ya maono unayoyataka, ukaiandika, apitaye kaweza kuisoma kama maji, wewe mwenyewe ukaoni vyepesi kuisomeka kama maji, manake uwepesi wa hayo maono kuweza kufanyika. Na hayo unaanza kuyavunja maono from the daily basis, kutoka kwenye siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, mwezi baada ya mwezi. Sasa haya ni maono tayari umeandikwa. Andika njozi ambayo utaonyeshwa. Umesha capture picha ambayo Mungu anayo, anasema ukishaikamata unaiandika. Sasa mstari wa 14, this very critical criteria ya mtu yoyote ambaye anataka kuwa exceptional na kutokuwa na maono madogo na kuwa ni mtu ambaye yuko juu tu na wala sio chini. Mstari wa 18 anasema kwa maana dunia itajazwa na maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji yafunikavyo bahari. Maono lazima yabebe aina hii ya sifa, yabebe maarifa ya utukufu wa Bwana. Ndani ya hayo maono yabebe maarifa ya utukufu wa Bwana. Maana yake akishabeba maarifa ya utukufu wa Bwana, anasema yanaweza yakafikia anasema itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana kama maji yafunikavyo bahari. Maana yake as you see oceans, yamejaa maji kutokea chini mpaka juu na kuenea. Maana yake kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, pote maeneo yote hayo. Hiyo ndio moja ya sifa ambayo ni muhimu sana kuweza kupambanua aina ya maono yako. Maono yako, je, yamebeba maarifa ya utukufu wa Mungu? Maono yako, je, yamelenga kuangaza kama nuru ya ulimwengu? Maono yako, je, yana sifa, yana kina gani, yana urefu gani, yana kimo gani, yana upana gani kwenye kizazi tulicho nacho? So ukitaka kujua aina maono utakayo, ndio maana hata Mungu alipomuuliza Ibrahim, alimuuliza utakapoona ndipo nitakapokaa, lakini akaangalia kwa mapana yake, kwa urefu wake, kwa kina chake, kwa kimo chake. So all of this lazima ili maono yawe makubwa, lazima utazame jambo fulani kwa mapana yake, ulitazame jambo fulani katika kina chake, utazame jambo fulani katika urefu wake. So all of this is carry a very critical things. Na haya ukisoma pia kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 18, kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 18, Biblia inasema ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wale jinsi ulivyo upana, urefu, kimo na kina. Mpate kufahamu jinsi ilivyo upana, urefu, kimo na kina cha ukamilifu wa Kristo kwenye maisha yako. So as you unapotembea kwenye hayo maono ulionayo, yapime kwenye kina, kimo, urefu na upana, na ndani ya hayo maono hakikisha kuna maarifa ya utukufu wa Mungu. There's the glory. Kwa nini? Kwa sababu huwezi ukawa na maono isipokuwa yale ambayo yamefunuliwa kwako, yale ambayo umeonyeshwa wewe. Na kukumbusha ya kwamba Mungu ana kawaida ya kutangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hayo uliyoyaona tangu mwanzo ambayo hajatokea bado, hebu jipambanue, halafu uyatazame
kama maarifa ya utukufu wa Mungu unaopaswa kuujaza ulimwengu wako. Asante sana. Sifa ya maono makubwa ni maono ambayo yanaujaza ulimwengu kwa maarifa ya utukufu wa Mungu. Shalom, shalom. Yes, Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kwa dakika chache nataka nigusie kitu ambacho ni very important. Na kitu hicho ni kwa habari ya sifa za maono makubwa. Maono makubwa yana sifa fulani ambayo yakiwepo mahali fulani haihitaji useme mimi na maono makubwa. Inakuwa ni automatic. Kwa nini? Kwa sababu imebeba aina fulani ya sifa. Kwenye video iliyopita nimezungumzia kwa habari ya maono makubwa yamebeba kitu kinaitwa maarifa ya utukufu wa Mungu kwa lengo ya kujaza ulimwengu na maarifa ya utukufu wa Mungu. So whatever vision you carry, aina yoyote ya maono uliyobeba lazima yawe ndani yake na maarifa ya utukufu wa Mungu, ili kujaza ulimwengu, ili kuwafaidisha wengine, ili kutransform ulimwengu kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu makamilifu kwenye maisha yako na kwenye kizazi chako. Sasa sifa nyingine tunaipata kwenye kitabu cha Isaya sura ya 26 na mstari wa 18. Anasema tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu. Okay? So if it's a matter of vision wanayo, kama ni shauku, burning desire ipo. Hatukufanya wokovu wote dunia, hatukufanya. So shauku wanayo, maono wanayo, lakini no action were engaged. Hawakufanya chochote. There were no action. Haikuwepo action yoyote ambayo ilihusika kufanya ule utungu na ile mimba iweze kuzaliwa. Anasema hatukufanya wokovu wote duniani, wala hawakuanguka hao wakao duniani. Wanafananisha kama watu ambao wamezaa upepo. Kwa nini? Hawakufanya wokovu wote duniani. Na sifa nyingine, hawakuanguka hao wakao duniani. Lengo lolote la kile unachokifanya lazima target kubwa ni kuzivunja kazi za Ibilisi. Yesu anasema ya kwamba mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi, sio ili awe maarufu, ili azivunje kazi za Ibilisi. So whatever focus you carry, aina yoyote ya mkazo ulionao, kitu cha kwanza ni kuleta wokovu. It is to bring the difference. Na kitu cha pili ni kuangusha ukao duniani. Kuna malango ya milele ambayo yapo duniani ambayo lengo lake ni kuzuia maarifa ya utukufu wa Mungu kutamalaki, kutawala hapa ulimwenguni. So hiyo ni vitu very critical. Chochote tunachokifanya, aina yoyote ya maono, yapime kama yanaweza kucontend, kustahimili na giza la nyakati za mwisho. Biblia inasema kitabu cha Isaya ya kwamba giza itafunika kabila za watu, lakini Bwana atakuzukia wewe. Namna gani Mungu anawazukia watu? Mungu anatuzukia kutokea kwenye maono. Na nimezungumza ya kwamba mwanzo kwenye video iliyopita ya kwamba maono ni ile picha ya mwisho ambayo Mungu anakuwekea kwenye moyo wako tangia mwanzo. Anasema hutangaza mwisho tangu mwanzo. So unapotangaza mwisho tangu mwanzo, unawapima okay, yamebeba maarifa ya utukufu wa Mungu na lengo lake ni kufikia ulimwengu. Sasa unapofikia ulimwengu lazima focus iwe mbili. Kwanza kabisa kuleta wokovu, na jambo la pili, focus ya pili inakuwa ni kuangusha hao wakao duniani kwenye eneo lolote. So unapoangusha hao wakao duniani, maana ni giants, there are people who are destined kuzuia mapenzi makamilifu ya Mungu kwenye maisha yako. Ni giant ambao tayari yapo kwenye njia yako ya Kanaani. So unapokuwa na maono ambao umejipambanua kwenye eneo lako, hayo maono hata kama chochote kikasimama njiani, kwa sababu maono yamelenga kuzivunja kazi za Ibilisi, basi hakuna chochote kitakachoweza kuyazuia. Yesu akasema ya kwamba alikuwa na maono ya kujenga kanisa. Anasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. So kanisa linajengwa from the platform of the revelation, maono, ufunuo wa maono fulani, na malango ya kuzima hayatalishinda. So chochote ambacho hakijafocus kuwaangusha hao wakao duniani hakitaweza kushindana kwenye ulimwengu huu. Kwa nini? Kwa sababu ni ulimwengu wa giza, na wale ambao wamezukiwa kupitia kwenye maono ndio ambao wataweza kustahimili na kuonyesha maarifa ya utukufu wa Mungu kama maji yanavyoifunika bahari. These are few minutes since dakika chache na kuonyesha sifa muhimu za maono makubwa. Watu wengi sana wanasema I have great vision. Great vision haipimwi kwa shauku,
haipimi kwa kupanga, inapima kwa nini? Inapima kwa vitu hivi vitatu ambavyo nimekuonyesha. Jambo la kwanza, lazima ibebe maarifa ya utukufu wa Mungu. Jambo la pili, lazima yalete wokovu, it must bring the difference. Na jambo la tatu, lazima iangushe hao wakao duniani. Maana yake kuna watu wakao duniani ni malango ya milele. Kitabu cha Zaburi sura 20 anazungumza jambo hilo. Inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. So vision must be built on that platform. Asante sana, namuona Stefano Chaza anaangalia. Asante sana mchungaji. Ninazungumzia kwa habari sifa ya maono makubwa. Ukiweza hizi sifa zikiweza kuwepo kwenye aina yoyote ya maono, I'm telling you, malango ya kuzima hayataweza kushindana na kushinda. Kwa hiyo moja ya sifa ya maono makubwa, lazima yawaangushe hao wakao duniani. So it must contend. Yesu anasema ya kwamba anapenda sana anaposema kwa mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Wewe unataka maono yako yanavunja aina gani ya kazi za shetani? Maono yako yanavunja aina gani ya mpango wa shetani? So lazima uexamine kwa kiwango cha namna hiyo. Asante sana. Mimi naitwa Apostle Sospita Japhet Ndabaha na nitaendelea kukujia tena na tena. Nataka tuangalia kwa kina sana moja ya sifa ambazo ni muhimu sana ya maono makubwa. Na jambo lingine ambalo ni sifa ya maono makubwa, maono makubwa huaga yanajengwa kwenye obedience to the instruction of God. Mungu anamwambia Ibrahim ya kwamba toka kati ya ndugu zako. Can you imagine Mungu anakuja kwenye maisha yako anakuambia toka kati ya ndugu zako, uende mpaka mahali ambapo nimekuandalia, uende mpaka mahali ambapo nimekuwekea, anakuambia toka. So kilichofuata for the next day, anachukua hatua. Do you see? Anachukua hatua. Na tunaona safari yote ya Ibrahim mpaka fulfillment ya maono ambayo yalikuwa Mungu ameweka kwenye moyo wake yamefichwa kwenye utii. So maono makubwa sio tu plan. You must learn how to plan according to the plans of God. Lazima ujifunze kupanga, kupangilia kutokea kwenye kile ambacho Mungu amekipanga. Na hii ndio mistake kubwa sana. Watu wengi sana mwaka unaanza, miaka inaanza na kwenda, ili hawajui kupanga kwa kadri ambavyo Mungu amepanga. Sasa ukisoma kitabu cha Maombolezo, Biblia inasemaje? Inasema hakuna asemaye neno likafanyika ikiwa Mungu hakuliagiza. So fulfillment of plans, fulfillment of vision is from capturing, ni kutoka kukamata kile ambacho Mungu amekiagiza. So akisema ukatenda, akisema ukatenda. I'm telling you, hata kama ni hatua ndogo, hatua moja baada ya nyingine, lakini kuna uhakika kwamba hayo sio maono ya kawaida. Mungu hajawahi kuwa maono ya chini. Mungu hajawahi kumpa mtu maono na kabakia chini. Mtu yoyote hajawahi kutii hatua ambazo Mungu amemwekea na kabaki kuwa chini. Kwa nini? Kwa sababu maono makubwa, Mungu akikupa maono makubwa anakuwekea mzigo ndani yako wa kutii chochote anachokisema. Ukiona mtu anaanza kuwa na kiburi kwamba mimi ninaweza nikapanga chochote, mara hili ni kanisa langu, wewe unaweza kumiliki kanisa wewe, mara hii ni huduma yangu, wewe unaweza kumiliki huduma, mara hii ni biashara yangu, wewe huwezi kumiliki biashara yoyote. Lakini Biblia inasema hauwezi na lolote isipokuwa kwa Mungu. Apora alitia maji, Paulo alipanda, Apolo akatia maji, lakini ni Mungu akuzai. So submission to whatever instruction of God is what will make your vision valid. Ndio itafanya maono yako yawe endelee kuwa hai na yawe na uhakika wa kufika kule ambapo Mungu alikuwa amekusudia. Hii ni moja ya siri na kigezo cha maono yoyote yanaonekana kuwa makubwa. Chochote kinaweza kuonekana kuwa ni kidogo, lakini mtu akikuwekea, Mungu akikuwekea maono makubwa, unashangaa haujali chochote. You just obey what is spoken, what you have heard from God. Na changamoto, watu wengi sana wanashindwa kuwa na clear vision. Kwa nini? Kwa sababu hawasikii sawa sawa kutokea kwenye sauti ya Mungu, na hawaoni sawa sawa vile ambavyo Mungu anawaonyesha. Anasema niite nami nitakuja, nami nitakuonyesha. You see, so if you cannot hear very clearly, if you cannot see very clearly, hauwezi kuona uhakika wa maono ambayo Mungu ameweka tayari kwenye moyo wako. Mwangalie Nehemia. Nehemia ni mtu ambaye Mungu aliweka kwenye moyo wake maono. Alipoweka kwenye moyo wake hayo maono, kilichofuata nini? Hakuweza kuzuilika na chochote. Alikuwa na focus, alikuwa anajua Mungu amesema nijenge ukuta, and that's my focus. Anaendelea kufanya. Kwa nini? Anatii ile foundation instruction, foundation voice ambayo Mungu aliweka kwenye moyo wake. That's very powerful. Sasa tutajifunza pia kwenye video inayokuja na ni kitu gani ambacho kinafanya maono ya mtu yawe makubwa.
Ni kitu gani? Ni ipi sifa? Mtu anaweza kana ametokea chini, lakini mwisho wa mambo yote maono kulingana amebeba sifa fulani yanaishia kuwa maono ambayo sio ya kawaida, sio local vision, the international global vision. So moja sifa global vision, lazima hayo maono, mwenye maono ambayo Mungu ameyapitia kupitia yeye anakuwa tena ana full submit, yuko full submitted kwenye maelekezo ya Mungu. Mungu anachotafuta, anatafuta mtu ambaye ametoa mwili wake kama dhabihu, kwa sababu dhabihu anakuwa na uhuru wa kutumia kuelekea wote, kama ni kusini, kaskazini, mashariki au magharibi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na moja ya sifa nyingine ya maono makubwa, maono yoyote ya makubwa, mwenye nayo anakuwa amebeba wivu wa Bwana usiokuwa wa kawaida. I call it the zeal of God. Zeal of God, wivu wa Bwana. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 37, Zaburi sura ya 37, no, Isaya sura ya 37, Isaya sura ya 37 kuanzia mstari wa 32, Biblia inasema, maana katika Yerusalemu yatatoka mabaki, nao watakaookoka katika mlima Sayuni. Wivu wa Bwana wa majeshi utatimiza mambo hayo. Watu walioubeba wivu wa Bwana kwenye jambo lolote ni watu ambao maono yoyote lazima yaingie kwenye mahali ambao ni final product fulfillment. Anasema wivu wa Bwana ndio utakaotimiza mambo hayo. Imagine the coming of Jesus. Ujio wa Bwana Yesu hapa duniani ulikuwa umefichwa kwenye wivu wa Bwana. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 9, Isaya sura ya 9, Biblia inasemaje? Biblia inasema mstari wa 7, asema mapenzi yake na amani yake hayatakuwa na mwisho, kama katika kiti cha enzi cha Daudi, na ufalme wake kuuthibitisha na kutengeneza kwa hukumu kwa kazi tangu milele na milele. Wivu wa Bwana majeshi ndio utakaotenda hayo. So there is the force, divine force for any great vision. So whatever God has pressed into your heart, you need that divine force. Huo wivu wa Bwana unatufanya uweze kuipanda milima kama unateremka. Unashangaa kama na aina fulani ya maono, wewe unaweza kwenda mahali ambapo wengi hawakukusudia. Kwa nini? Kwa sababu umebeba wivu wa Bwana. So mtu yoyote mwenye maono ambayo ni makubwa anawekewa wivu wa Bwana usiokuwa wa kawaida. Na huu wivu wa Bwana unamshikilia nevertheless atakachokuwa anapitia. Mungu alikuwa ana aina hii ya maono ya kuja kukomboa ulimwengu, na alipomleta mwanae wa pekee. Ukisoma Isaya sura ya 9 mstari wa 7, anasema atakuja na maongeo ya enzi yake atakuwa hayana mwisho. Lakini what will do all of these wonders? Anasema wivu wa Bwana ndio utakaotenda mambo haya. So ukibeba wivu wa Bwana utashangaa ndani unakuwa na mafuta kuweza kupanda mahali ambapo wengine hawezi wakapanda huo mlima. Kwa nini? Kwa sababu umebeba wivu wa Bwana. Moja ya sifa ya maono very important sana. So ukiwa na aina fulani ya maono, tafuta wivu wa Bwana ambao utakutarakisha eneo hilo. Ukiwa na maono kwenye eneo la biashara, tafuta wivu wa Bwana. Kuna vitu is beyond human capacity. Inachukua wivu wa Bwana wenyewe kuingilia kati na kuperform mambo hayo. Na tumesoma kitabu cha Isaya sura 37-32, anasema wivu wa Bwana ndio utakaotimiza mambo hayo. So there is the force of God responsible to fulfill any vision God has installed in you. Maono yote ambayo Mungu ameyaweka ndani yako, there is a force. Na hayo maono ndio yataendelea, na hiyo nguvu, huo wivu wa Bwana ndio utafanya chochote ambacho kitasimama mbele yako hakitakuwa na nguvu ya kukuweza. Bwana Yesu alikuwa amebeba wivu wa Bwana.